Shalom, shalom, shalom watu wa Mungu. Ninawasalimu wote kwa jina tukufu, jina takatifu la Yesu Kristo. Tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Ni wakati mwingine tena, ni siku nyingine tena. Unayemuona mbele ya kioo cha simu yako si mwingine, ni yule yule. Naitwa Martin Brown aka mtu mzito aka Saibogi aka msumari wa zege, kwa jina maarufu moto wa volcano. Ndio. Ninamshukuru Mungu aliye juu mbinguni kwa kunipa neema hii ya kuzungumza na wewe wakati huu. Siku ya leo ninao ujumbe ambao ninataka niuwasilishe kwako. Ujumbe huu unahusu, au kichwa cha habari cha ujumbe huu kinasema huduma katika kanisa. Huduma katika kanisa ndio kichwa cha somo letu siku ya leo. Kanisa ni mjumuiko wa watu mbalimbali, wote wakiwa na shabaha hii moja, wote wakiwa na imani hii moja. Imani yao ndio imewaunganisha pale mpaka limeitwa kuwa kanisa. Kwenye kanisa kuna mchungaji, kuna waumini na wahudumu wengineo. Ndio. Kwa wale wote, watu wote ambao wanajumuika kwenye kanisa, hawa wote wanaifanya kazi ya Mungu, kuanzia mchungaji anayehubiri, anayetoa mafundisho ya neno la Mungu, wahudumu wa kanisani, wale ambao wanahusika katika kupanga viti, kufanya usafi katika kanisa, kuokota wanaoanguka kwa mapepo, hata wale wanaolinda kanisa, wanaohakikisha kanisa lipo kwenye usalama. Hao wote wanafanya kazi ya Mungu. Ndio. Ninazungumzia hivi kwa maana kuna utofauti mkubwa sana katika uendeshaji wa makanisa, haswa kwetu sisi wa Afrika, haswa kwetu sisi wa Tanzania, ukilinganisha na wenzetu huko mataifa ya Ulaya, wale waliotuletea dini wa mishonari. Maana hizi imani tulizokuwa nazo zote tumeletewa, za madhehebu yote, sio Ukatoliki, sio Uluteri, sio Uanglikana, sio Moravian. Imani hizi zote tumeletewa. Sasa inakuwaje wale waliotuletea imani sisi, namna wanavyoendesha huduma wao ni tofauti na sisi? Kwa ina maana sisi tumeongeza vya kwetu, kitu ambacho kinakuwa sio sawa. Kuna mambo ambapo ukiwa unaona hayaendi sawa, lazima uoji. Kwa ninachotaka kuzungumzia namna huduma zinavyoendeshwa katika makanisa yetu. Narudi kwenye mada. Zingatia kichwa cha habari cha mada, huduma katika kanisa. Huduma katika kanisa. Kanisa haliwezi kuwa kanisa kama akiwepo mchungaji peke yake. Kanisa haliwezi likaitwa kanisa kama wakiwepo waumini peke yao. Kanisa haliwezi likawa kanisa kama wakiwepo wahudumu peke yao. Anahitajika wawepo mchungaji, wanahitajika wawepo waumini, wanahitajika wawepo wahudumu, wanahitajika wawepo walinzi, kwa pamoja ndipo linaitwa kanisa. Sasa hawa wote niliowataja wanafanya kazi ya Mungu. Je, inawezekana mtu kufanya kazi ya Mungu kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili bila kupata ujira wake, bila malipo yoyote? La hasha. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa maana hawa watu wamejidedicate kufanya kazi ya Mungu. Wameachana na masuala mbalimbali ya kidunia. Wameacha kufanya biashara. Wameacha kuajiriwa kwenye makampuni. Wanatumia muda wao mwingi kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa maana wao ni binadamu, watahitaji kula, watahitaji kuvaa, watahitaji kulipa kodi za nyumba, watahitaji waendeshe maisha yao ya kila siku, kulipia ada za watoto. Mwisho wa siku watahitaji pesa za kuendesha maisha yao. Sasa inakuwaje kwenye makanisa au ananeemeka mchungaji peke yake, ili kundi la watu wengine likasahaulika?
wakati sadaka zinatolewa, lengo kanisa liweze kusonga mbele, lengo kunyanyua huduma kwa pamoja. Lakini siku hizi unakuta mchungaji anajitapa, mimi ni tajiri, mimi nina magari mengi, mimi kwenye bank account na mabilioni ya pesa. Lakini ukiangalia maisha ya wahudumu wake yanasikitisha. Wahudumu wanavaa nguo zina viraka, wahudumu wanavaa viatu vimeishiwa soli, wahudumu milo yao ya tabu, maisha yao duni, kodi za nyumba zinawashinda, huku mchungaji ambaye anawaongoza maisha yake yanazidi kuinuka kutokana na sadaka hizo hizo. Ninazungumza haya masuala, sijamtaja mtu, sina lengo la kumchafua mtu yote, sina lengo la kumkosoa mtu yote. Mimi ninasimama kwenye kalama ambayo Mungu amenipa ya ualimu, kufundisha. Wahudumu wana maisha magumu sana. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, siku zote hizi anatumia kushinda kanisani. Lakini mwisho wa siku anaifanya kazi ya Mungu kwa jasho, kwa nguvu nyingi, anatumia muda wake mwingi. Mwisho wa siku anakuja kuambiwa ni huduma wapi na wapi. Wakati huo kiongozi wa kanisa, mchungaji, anazidi kujenga majumba, anazidi kununua magari. Wahudumu maisha yao duni, unakuta ana jinsi moja tu, ana shati moja tu ambalo analivaa. Nguo yenyewe anayovaa ina kiraka, imechanika. Viatu soli zimeisha. Maisha yake magumu, mlo wa tabu, kodi za nyumba zinamshinda. Watu hawa mimi ninakaa ninajifikiria, hizi ni akili za kawaida au wamefungwa? Maana tuhoji kiongozi wa kanisa, mchungaji wa kanisa, unajitapa, ninaombea watu wapate maisha mazuri, watu wanafanikiwa, watu wanabarikiwa. Lakini inakuwaje hali za wahudumu wako kanisani ni duni? Tuone hawa watu wakianza kwanza kufanikiwa, ndio waanze na watu wa nje. Waombee kwanza wahudumu wako, wainuke, maisha yao yawe bora, ndio tutaamini una upako, una nguvu za Mungu. Haya ni mambo ya ajabu, ya kushangaza. Kupumbaza watu ni jambo baya sana. Hakuna laana mbaya, hakuna dhambi mbaya kama kuhujumu maisha ya mtu au kuhujumu maisha ya watu. Hii ni laana mbaya sana. Mbele ya safari utakuja kujibu mbele za Mungu. Haya maswala ni maswala mabaya sana, na yapo kwa kiasi kikubwa kwenye makanisa yetu. Mimi nimezunguka makanisa mbalimbali, nina uzoefu mkubwa. Nimeanza mimi kuhudhuria makanisani toka nikiwa na umri mdogo, mpaka umri huu niliofikia mimi nimekulia katika makanisa. Nina uzoefu mkubwa, nimeyaona mengi, nimeshuhudia mengi, nimesikia mengi. Maisha ya wahudumu yanahujumiwa. Kanisa haliwezi likawa kanisa kama akiwepo mchungaji peke yake. Kanisa haliwezi likawa kanisa kama wakiwepo waumini peke yake. Kanisa haliwezi likawa kanisa kama wakiwepo wahudumu peke yake. Ili kanisa liitwe kanisa, ni lazima wawepo mchungaji, ni lazima wawepo waumini, ni lazima wawepo wahudumu, kwa pamoja ndio linaitwa kanisa. Hawa wahudumu wakiondoka katika kanisa, wakikuacha wewe mchungaji, kanisa linaanguka, kanisa linakwama, huwezi kufanya kazi ya Mungu. Ni nani atawaokota wanaoanguka kwa mapepo? Ni nani atakayekuwa anapanga viti kanisani? Ni nani atakayekuwa anafagia kanisa? Si ni wahudumu? Basi hawa wahudumu inapaswa wawe wanalipwa malipo yao. Ni tofauti sana na nchi za wenzetu Ulaya. Nchi za wenzetu hata makanisani huwa kuna nafasi za kazi zinatangazwa. Kanisa linachapisha matangazo, linatangaza, tunahitaji mhudumu wa kufagia kanisani, tunahitaji mhudumu labda wa kudeki vioni, tunahitaji mlinzi katika kanisa, mshahara ni huu. Watu mbalimbali wanatuma maombi yao. Ndivyo inavyokuwa. Lakini huku kwetu watu wamekuwa wakihujumu maisha ya watu, wakisema ni huduma, ni kazi ya Mungu. Wakati huo pochi akaunti ya mchungaji inazidi kunenepa tu. Maisha ya hawa mengine yanakuwa duni. Hiki ni kitu kibaya, ni dhambi mbaya sana.
Tusidanganyike, na ni ukweli. Mungu hana bank account. Mungu hana CRDB Bank, Mungu hana NMB Bank, Mungu hana NBC na benki nyingine zozote zi. Mungu hana Tigo Pesa, Mungu hana M-Pesa, Mungu hana Airtel Money. Sadaka ambazo tunazitoa au sadaka ambazo zinatolewa, hizi zinaenda katika kuendesha kanisa, zinaenda katika kuendesha huduma. Hata inaposema mtolee Mungu, haina maana hizo pesa Mungu anazipokea. Hizo pesa zinaenda katika mfuko wa kanisa, zikisimamiwa na kiongozi wao ambaye ni mchungaji wa kanisa. Usanii uliopo ni lazima tuukemee. Ni jambo baya sana kuhujumu maisha ya watu. Ni dhambi mbaya sana. Haya maneno niliyozungumza kwa mtu mwenye akili timamu hawezi akaniponda, hawezi akanicrash. Ukiona mtu ananiponda, ukiona mtu wanasema nini? Ananioppose. Ujue huyo mtu ni wale nimemgusa kwenye mshono. Ndio. Kwa hiyo huduma ili iitwe huduma, ni mjumuiko wa watu, na kadiri huduma inavyonyanyuka, inavyokuwa, lazima kila mtu ambaye ameshiriki katika kazi ya hiyo huduma naye ainuke. Linakuwa ni jambo baya sana kama wahudumu wanakuwa na hali mbaya za kimaisha. Ni jambo baya sana. Hiyo sio roho ya upendo ambayo Mungu ametufundisha katika maandiko yake. Roho ya upendo ni kutazama na wengine, usijiangalie tu wewe mchungaji. Zile ni ajira, basi tangaza ajira, mshahara ni kiasi fulani. Ni jambo baya sana. Ni jambo la ovyo. Ndio. Kwa maneno hayo machache, wakati mwingine tena Mwenyezi Mungu akinipa nafasi, nitafundisha somo hili kwa kina, kwa marefu, na kuwa na references za kibiblia. Niseme asante sana kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Si mwingine ni yule wako mtiifu, naitwa Martin Brown aka Moto wa Volcano. Asante sana. Goodbye.